Sasa hivi watu wasiangalie hii masala ya LGBTQ kwamba ni sheria ambayo sasa hivi inajaribu kulazimishwa duniani, wanaijaribu kuilazimisha duniani. Unajua hao wasiokuwa Waislamu wengi wao wameshaona kwamba wameshaangamia, hawana matarajio tena katika maisha yao. Sasa wameamua kuzama na walimwengu wengine duniani, hawawezi kuzama peke yao. Tutazama na watu wote, maadamu sisi tumeshapotea na hatuwezi na kurudi, tutahakikisha kwamba ulimwengu mzima pia wamezama na sisi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atamuuliza binadamu, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Atawauliza jamani nini? Wataulizana baadhi yao wengine, nini iliwapelekea nyinyi kuingia motoni? Watasema tulikuwa ni miongoni mwa watu wasioswali, na ilikuwa sisi vile vile ni miongoni mwa watu wasolisha maskini, lakini mahallu shahid wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, tulizama pamoja na wale ambao walikuwa wakizama. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin, tukikadhibisha siku ya mwisho, tukiamini kwamba hakuna hisabu, hakuna mambo ya Mwenyezi Mungu, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna maswali makaburini. Tunaamini hakuna mambo haya, mambo yako kisha kufa mambo imekwisha. Sasa wale ambao watakaofaulu ni wale ambao watakaokataa na wakafata yale ambayo Mola wao amewaamrisha. Unajua leo katika asili yetu ya sasa tunarudishwa katika zama za kaumu Lut na kaumu Nuh na Ad na Thamud. Wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, haya ni masiku ambayo tunayageuza baina ya watu. Ilikuwa ni wakati ule wa kaumu Lut na sasa imerudi wakati wetu, na inarudi katika hali mbaya zaidi. Kaumu Lut watu walizikwa wakiwa hai. Hii si kitendo cha kuchezea, na hii sheria leo itapita duniani yameandamana na sheria zingine chafu ndani yake zaidi tena kuliko haya ambaye labda tunayaona mbele yetu. Si kwamba ni mwanamume ataruhusiwa kumpanda mwanamume mwenzie tu, wala mwanamke ataruhusiwa kumsaga mwanamke mwenzie, la, mengine yalofichwa mle ndani ni kwamba ikipita hii sheria duniani, mwanamume ataruhusiwa kumuoa mama yake mzazi, ataruhusiwa kumuoa binti yake alomzaa, ataruhusiwa kumuoa dada yake ambaye amezaliwa naye tumbo moja. Hii ndio hali ambayo ipo, na sio hiyo tu, binadamu ataruhusiwa kuyafanya haya mambo hata na wanyama. Utaruhusiwa kumpanda ng'ombe, utaruhusiwa kumpanda mbwa, wacha kuwapanda hawa wanyama tu, unaruhusiwa mpaka kuwaoa ama kuolewa na wao. Katika nchi za Ulaya imeshafika hiyo tayari. Sasa wanataka kuyalazimisha katika nchi zingine.